Bwana Yesu asifiwe. Nasalimu kanisa katika jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu mchana wa leo ama asubuhi ya leo kwa yale Mungu ambayo amepata kuyatenda kwa sababu ya familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Jumapili ya juzi tulipokuwa tumetoka kushuhudia, nikashangaa mamia tena ametuita hapa kupiga magoti kumshukuru Mungu. Alafu akaanza kudeclare kwamba yale mambo ambayo Mungu alipata kuwashindania, yale ambayo yako mbele yenu, Mungu atapata kuwashindania pamoja na familia zenu, kwa biashara zenu. Akataja mambo mengi. Lakini katika moyo nikawa najiuliza, hatujashuhudia tukaambiwa mambo kama haya. Labda Mungu kuna kitu ambacho anataka kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ilikuwa ni siku ile ya Tuesday tulipokuwa mahali hapa, ni kwa sababu ya maombi. Tulikuwa kwa maombi na mchana wa saa 7:30 wale waliokuja kwa harusi ya msichana wangu Purity walimuona huyo kijana ambaye ni mkwe wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo wakaweza kutekwa nyara pale serial board na akachukuliwa. Mtu wa kwanza aliyemtokelezea alikuwa ana pikipiki, akamuuliza unaenda wapi? Akamwambia sitaki msaada wa pikipiki, ninatembea na miguu. Mara kukatokelezea gari likasimama na likamuuliza huyu mtu unamjua kwa picha? Akasema simjui na wala hata sijamuona. Sasa akiendelea kuwatokelezea watu wawili wakamzunguka, wakamwambia na unaenda wapi? Akamwambia mlikuwa mnataka yule mtu na hamjampata, simuende huko mbele mkaulize. Lakini hawakuweza kuenda. Wakamwambia unanyamaza na unaingia hapa kwa gari. Mmoja akiwa ameshikilia kisu, mwingine akiwa ameshikilia pisu. Hakuweza kupiga nduru kwa sababu ameambiwa nyamaza. Aliingia hapo kwa gari kuanzia mchana huo wa saa 7, na alipoingia hapo kwa gari basi akapata kuna wenzake 4 wamefungwa macho, wamefungwa miguu, amefungwa mikono na mmoja kwa buti akiwa amekufa. Sasa akawa anajua kabisa katika hii safari leo ni mwisho wa maisha yangu. Lakini nataka kushukuru Mungu kwa sababu ukiwa unamtumikia Mungu, mtumikie Mungu kwa moyo wako wote, kwa uaminifu wako wote. Yule kijana mahali anaabudu, yeye ni mpigaji wa keyboard na hajawahi kosa kuenda kupiga keyboard, wala hajawahi kufanya kosa lolote kuhusiana na kupiga keyboard. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ile kazi ambayo alikuwa anaifanya, alikuwa yeye anapeana offers kwa wanafunzi, hata kama sasa imekatika, lakini amefanya huo muda karibu miaka 10 na anamshukuru Mungu kwa sababu nikasema matendo hayo mazuri ambayo alikuwa anayatenda mbele za Mungu yalipata kumpigania. Basi alisafiri katika hiyo safari mpaka ilipofika saa 2 jioni alikuwa amefika Voi. Na alipofika Voi wale watu wakapiga simu wakasema kwamba tumepata, lakini mkubwa wetu amesema kwamba haitaweza kufanyika hiyo kazi. Kwa hivyo inatupasa turudi Kilifi, na hata kama watakufa wakaweze kupatikana na watu wa kwao. Kwa hivyo akawa anajua kabisa ninarudi Kilifi, lakini sitawahi kuona familia yangu. Na cha kushangaza alikuwa na simu yake mkononi, anachati na mke wake, anachati na watu wa nyumbani, lakini hiyo simu wakichati mpaka waone ni nini ameandika, wakipiga hiyo simu mpaka wasikie ni nini anaongea. Kwa hivyo hangeweza kujitambulisha kwamba yuko wapi na wala amefanya nini. Lakini nataka kumshukuru Mungu kwa sababu alipokuwa katika kurudi akajiambia hawa wakisimama nitaruka nishike hiyo gari mbio. Lakini akajiambia hapana, hiyo sitaweza kwa sababu wataniua tu. Wakapitia Kaloleni, wakatoka, akifungua tena dirisha alikuwa amefika Mandarini. Akasema huku ndio kwetu. Wakashika hiyo barabara mpaka kufika hiyo sehemu za Navy, wakishuka kuenda huko kwa Ngala. Wakafika mahali wakasimama, huyo dereva na huyo mwenzake huko mbele wakatoka. Wakaenda huko nyuma, mlango wakaacha wazi. Sasa akasema hapa Mungu ni wewe leo nisaidie nikaweze kupona ama leo nikufe. Basi tunashukuru Mungu kwa sababu walipokuwa wale wengine wakafanya ni kama wamelala. Kulikuwa na chuma hapo, akachukua kile chuma na akakisongesha mbele na akainuka na akapiga huo mlango wa gari na akatoka. Basi alipotoka wale watu walianza kumfukuza mbio. Aligeuka nyuma akaona huyo mwingine yuko karibu, akamgonga na hiyo chuma akaanguka, na wa kwanza pia akaanguka. Na alipoanguka akasema hii chuma nikiendelea kwenda nayo itanisumbua. Akakibwaga chini. Basi hapo ikawa ni Mungu nisaidie kwa sababu wao wako na mbio
akaenda akapata mtu wa pikipiki. Alipopanda kwa pikipiki wakampiga bega hivi, lakini wakamkosa. Sasa hapo ndio akaenda paka huko chini. Akifika huko akashuka kwa pikipiki hii, akaingia kwa pikipiki nyingine, na wakapita katikati ya hao maadui. Akirudi ni kama anarudi huku Nevi. Basi hapo ndio kawa amepona na akaweza kusafiri. Hivyo katika hayo yote kulikuwa na hizo simu. Wale watu walipokuwa pale ndani wako na daktari wao, na Kenda alikuwa yeye ndo amebeba hizo masimu, na anaongea na wale wenzake kwamba mkubwa wetu ametutumia 10 milioni kwa hii simu, kwa hivyo kazi yetu imekamilika. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ilikuwa imekamilika kivyao, lakini Mungu haikuwa imekamilisha, ndiposa ikaweza kufeli. Kwa hivyo nikasema katika maisha yangu, kanisa, ni tumuombe Mungu. Kama umekuja kwa maombi, omba. Ukipata nafasi kuja kwa maombi, omba. Haujajua ni nini kiko mbele yako, haujajua ni kitu gani ambacho kitatokelezea familia yako. Mimi hata sikuwa na hizo habari kwamba kunaweza tokelezea kitu kama hicho, lakini nikawa najiuliza kwa nini mami ameongea huu, amedeclare aina hii, na si kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimesimama kumshukuru Mungu, kumwambia Bwana ni asante kwa ajili ya familia yangu, maana saa hii tungekuwa tunaongea mengine. Nikajiambia kama ingekuwa ni kifo, ningeenda kuambia watu nimefiliwa. Kwa nini basi haya ni mazuri nisiweze kuambia watu kwamba kuna kitu Mungu ameweza kunitendea katika maisha yangu? Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni familia yangu saa hii, mtoto wangu angekuwa analia, lakini bado anafurahikia kwa sababu ya ule ushindi ambao Mungu amepata kumpatia, na sasa wakiwa salama na wakiwa wazima, na Mungu atubariki sote. Praise the Lord. Praise the Lord. Testimony. Kuna ushuhuda.